to look at faith in the operation of God. Faith in the operation of God. The circumcision without human hands. Through faith in the operation of God. Our text in Colossians is in Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 from verse 11. Let me start from verse 10 up to verse 12. I might go to up to verse 13. This is the sweetness of the gospel which we preach. I will read Colossians chapter 2 from verse 10 downwards. And you are complete in him, that is in Christ, which is the head of all principality and power, in whom also you are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God, who raised him from the dead. And you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, has he quickened together with him, having forgiven your trespasses, all your trespasses, blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them, openly triumphing over them in it, that is through the cross. So here is the foundation of our gospel, which we believe in this dispensation of the church, that is a dispensation of grace. This is the regeneration, or being made whole, being made new in the inner man, not by human hands, but by the operation of God, faith in the workings of God. When you believe that Jesus Christ was raised from the dead for your justification, when you believe that thing, that is what is being called faith in the operation of God in verse 12. Buried with him in baptism, that is Colossians chapter 2, verse 12. Faith in the operation of God is the circumcision made without human hands. That is the inward regeneration that is not by human effort, but by faith in the operation of God. And this, when you look at this thing very closely, it is the inward workings of God. When you believe that Christ was risen from the dead by the power of the Holy Ghost, which is the hand of the Father, when you believe that thing, when you believe that Christ is no longer in the grave, when you believe that the grave could not hold him a few more days than he was supposed to be in that grave, when you believe that early on the third day he rose out of that grave and walked away. And why did he walk away out of that grave? Romans chapter 4 verse 25. Who was delivered for our offenses and was risen again for our justification. So Jesus was risen for our justification. Jesus died, Jesus unalived for
for our redemption. His blood is the basis of our redemption. We don't have any other redemption apart from Christ. That is the book of I believe it is Colossians chapter 1 verse 14, in whom, starting from verse 13, Colossians 1:13, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. So through the unalivement and the shedding of blood at the cross, that is how we get our redemption, our redemption, our forgiveness, our atonement. You see how the blood of bulls and lambs and goats in the Old Testament, that blood was used for an atonement. Atonement is to unite, is to reconcile two separate parties, which have some kind of antagonism between them. So the blood of bulls and goats atoned for the souls of the people who were under the old covenant. But to us, the blood of Christ is shed once and for all. It doesn't have to be shed every now and then, but that blood is shed once and for all for our redemption. We are redeemed through his blood. In Isaiah chapter 43, God is telling the Israelites, fear not, for I have redeemed you. 43, let me read it, chapter 43, verse 1. But now says the Lord that created thee, O Jacob, he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. So we are redeemed. Jesus fulfilled this prophecy by redeeming us with his blood. So now we are redeemed, we are bought, we are purchased, we are paid for. Our salvation is valuable, so much that Christ had to shed his blood on the cross. And now that is the reason why Jesus hung on that tree, to redeem us from the curse of the law. When you go to the book of Galatians, that under the law, all of us were concluded to be under a curse, because cursed is the man who does not keep according to the book that is written, that Moses wrote. If you don't keep even one of those laws, you are cursed under the law. So God gave the law to conclude everyone to be under the law. But now Christ came to redeem us from under that curse of the law by purchasing us from under the law by his blood. In John chapter 1 verse 29, John calls him the Lamb of God that takes away the sin of the world. So the blood of Christ was given for our redemption. But when you go back to the book of Romans chapter 4 verse 25, he was raised for our justification. Our justification was justified by Jesus resurrecting from the grave. Welcome ENM Indege. Our justification was made possible by the fact that Jesus rose from the grave, making the possibility of the new man. The new man now could rise out of our old man, out of our sinful nature. Jesus created by him resurrecting. He created in him the new man. Now that new man is justified. When God looks at a person who has been washed by the blood of Christ, when God looks at someone who has believed in the name of Jesus Christ, he sees the new man. He doesn't see the old nature.
And that is why it says in the book of Hebrews chapter 10 verse 17 that I will remember their sins no more. Why? Because they have placed their trust on the name of my Son, even Jesus Christ. So Jesus Christ was risen for our justification, so that when the Father sees us, he sees a new man. A new man, that reality, the reality of the new man is brought about by the resurrection of Jesus Christ. That is Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 14 says, for he is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of the commandments contained in the ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. So he made in himself one new man. So when a believer believes in Christ, he is regenerated after the pattern of that new man. So God gives us the spirit of adoption, which creates the new man in us. The new man in us, so that once we believe in Christ, we have the seal of the Holy Spirit, who gives us the identity of the new man that is called the Son of God, renewed after the image of Jesus Christ. So Christ was taken because of our iniquities, because of our sin. He redeemed us. That is why he hung on that tree. The Bible says that cursed is the man who hangs on a tree. Welcome so much, Sister Vera and Brother Robbie. I will switch to Kiswahili after 5 minutes. Let me just finish. It says, cursed is the man who hangs on a tree. So that when Christ hung on that tree, all our curses, all our judgment, all the condemnation went to him, and he was raised for our justification. Our justification, I've explained, is because of his resurrection. Christ created, because of his resurrection, he created a new man, made possible by the resurrection. Just as Romans chapter 6 says that we have been baptized. We have been baptized into his death, and we are made alive to share in the glory, in the newness of life. In the newness of life that was made possible by the resurrection of Jesus Christ, so that when God looks at a believer, he doesn't see the old man. He doesn't see the sinner. He doesn't see the old nature. He sees the new man who was resurrected together with Christ. That is why now Romans chapter 4 verse 25 says, he was delivered because of our offenses. He was delivered so that he could take away our offenses, our sins. John saw him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So by believing in Jesus, you receive this forgiveness of sin. In Colossians chapter 1 verse 14, it says, in him we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. That is, in that blood that was shed on the cross, we have redemption. We have been purchased. To redeem is to purchase back what was once yours, and you make it yours again. So God purchased us back. God purchased us back by his blood. In the book of Acts chapter 20 verse 28, it says that God bought the church with his own blood. So that is redemption. We were once not God's people, but now we are God's people. 1 Peter chapter 2
verse 19, but now you are a holy priesthood, God's own people. So God bought you and made you to be his people. And that is made possible through the blood of Christ. So by the blood of Christ we have redemption, in that now we are God's people. We have been redeemed from the curse of the law, from the punishment that was due because of our sinful nature, but also because of Jesus' resurrection. We are justified. To be justified is to, when God sees you, he doesn't see any wrong. He doesn't see any wrong with something wrong with you, because you are in Christ. You are a new man in Christ. So God, when God looks at you, he sees the image of Christ, the image which you have been transformed into. The new man. Once you believe in Christ, you are made into a new man, the spirit man. Now, when God looks at that new man, he doesn't see this big nose of mine. He doesn't see this long hair of mine. He sees the new man who is in Christ, the spirit man, the new man who is renewed after the image. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 25, and you have 24. Ephesians chapter 4 verse 24. And you have put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So that new man has nothing wrong with him. You a believer in Christ, wewe ambao unamwamini Kristo, wewe utu upya ambao ulipokea ulipomwamini Yesu, huo utu upya ambao uko ndani yako hauna makosa, hauna dhambi, hauna kumbukumbu zile za dhambi za zamani. The new man inasema you have put on, you put on the new man. Sasa huyo utu upya haunanga dhambi, huo ni pure before God. And that is why when God looks at you, he doesn't see, angalii hizi ngozi yangu ambao pengine kwa sababu ya uzee imejikunja kunja. Hapana, anaona the new man, kijana ambaye ameumbwa kulingana na sura ya Kristo, ameumbwa kulingana na sura ya Kristo. Na hiyo ndio sababu inasema Kristo alifufuliwa kwa sababu ya kuhesabiwa, sisi tuhesabiwe haki. Justification ni kuwa sawa mbele ya Mungu. Yaani wewe, Mungu anakuona hauna makosa, wewe uko tu sawa, hauna anything wrong with you. Hakuna mambo za babu zako zinakufuata, hakuna mambo za ukoo wako zinakufuata, hakuna sijui nini zinakufuata. Huo utu upya ulio ndani ya Kristo umekamilika kulingana na sura ya nani? Sura ya Kristo. Ndio sasa tulikuwa Warumi 4:25 inasema alipeanwa kwa sababu ya makosa yetu. So alikufa msalabani kwa sababu ya makosa yetu. So tulioshwa dhambi kwa damu ya Kristo. Lakini sasa inaendelea kusema na akafufuliwa tena kwa sababu ya sisi kuhesabiwa haki. So kabla mkuje nilikuwa naongea mambo ya imani. Yaani sisi ili tuzaliwe mara ya pili, Wakolosai 2 inasema ni imani kwa utendakazi wa Mungu. Hiyo ni tohara isiyo kupitia mikono ya mwanadamu. Mimi nikiangalia Paulo anasema wewe ukishamwamini Mungu kwamba alimfufua mwanawe kutoka kwa wafu, ukiamini hilo jambo, hiyo imani inahesabiwa kama tohara ya kiroho ya ndani, ambayo si kupitia mikono ya binadamu, bali imani ya utendakazi wa Mungu. Acha nisome hiyo Colossians chapter 2 verse 11. Acha nianze verse 10 tuone huo utu upya. Inasema and you are complete in him, mmekamilika ndani yake. Huo utu upya
umekamilika ndani ya Kristo. Hauna mawaa, hauna makosa. Huo utu upya ambao uko ndani yako umekamilika ndani ya Kristo, umetimilika ndani ya Kristo. Naye ni kichwa cha mamlaka na nguvu zote. Verse 11. Ndani yake mlipewa tohara ambayo si kupitia mikono ya wanadamu. Hiyo Robi, uko na Biblia ya Kiswahili upande utusome. In putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Sasa hii circumcision of Christ sili alipitia ya Musa ya kutoa njiwa na tatu na wale ndege wengine. Hapana, hii tohara ya Kristo ni kuingia kaburini na siku ya tatu kufufuka. Alikufa akiwa mwili mdhoofu, anafufuka akiwa na mwili wenye utukufu. Anakufa akiwa amechapa viboko, ameghadhabishwa, ni mwili wa aibu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 15 inasema ulizikwa mwili wa aibu, ukafufuka mwili wa utukufu. Ulizikwa mwili mdhoofu ulio na udhaifu, akafufuka akiwa na nguvu. Ulizikwa mwili wa mavumbi, akafufuka mwili wa kiungu ama mwili wa kimbinguni. Hiyo ndio tohara. Hiyo ndio tohara ya Kristo. Yani kuacha ule utu uzee, kuacha ule utu uzee na kuvikwa utu upya wa Kristo. Hiyo ndio tohara ya Kristo. Kwa sababu sasa inasema mlizikwa naye katika ubatizo ambako pia mmefufuliwa pamoja naye kupitia imani kwa utendakazi wa Mungu. Sasa hii tohara na huu ubatizo inasema ni kupitia imani. Kumbuka, ni ubatizo na tohara isiyofanyika kwa mikono ya mwanadamu. Circumcision without human hands. So hata huu ubatizo ambao tunazungumzia ni ubatizo usiofanyika na mikono ya mwanadamu, bali ni kupitia imani kwa utendakazi wa Mungu. So huu ubatizo na hii tohara ni Mungu anaifanya kwa mikono yake. Maana inasema ni kupitia imani kwa utendakazi wa Mungu ambaye alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. Jamani, ukiamini tu Yesu, nasema ni kupitia imani kwa utendakazi wa Mungu. Ukiamini Yesu alinyanyuka kwa nguvu za Mungu kutoka kwa hiyo kaburi na akaamka na akatoka, na jiwe halikubingirishwa. Maana Yesu alikuwa na mwili wa utukufu, hauku unahitaji jiwe libingirishwe. Mimi naamini kwamba jiwe lilibingirishwa ili wanafunzi waingie ndani waone hakuna mwili, lakini Yesu hakuhitaji jiwe libingirishwe, kwa maana huu mwili aliofufuka nao alikuwa anatokea watu. Ghafla bimbuva kuwa anatembea njiani, anawatokea na hakuanza naye kutembea. Wanafunzi wakuwa wamejifungia kwa chumba, wakuwa peke yao, wakuwa wanatetemeka juu ya uoga. Yesu anawatokea bila mlango kufufuliwa, yani kufunguliwa. Yesu hakuhitaji jiwe libingirishwe ili atoke pale msalaba, pale kaburini, lakini alitoka tu, yani sijui niite diffusion ama osmosis through the zile yale mawe ya kaburi. So wewe ukiliamini hilo jambo kwamba Yesu alinyanyuka akatoka kaburini, hiyo imani kwa utendakazi wa Mungu inahesabiwa kama tohara ya moyo, inahesabiwa kama ubatizo wa rohoni. Hiyo imani ndio unazaliwa kwayo kwa mwili wa Kristo kupitia Roho wa milele. Wakorintho wa kwanza 12:13. Kwa huyo Roho mmoja umebatizwa katika mwili wa Kristo, na huyo Roho tunabatizwa naye. Waefeso 1:13 inasema
mlitiwa muhuri wa Roho Mtakatifu mlipomwamini, mlipoliamini lile neno la kweli ambalo mlihubiriwa. So wewe unapohubiriwa injili ukaisikia, ukaiamini, hiyo imani kwa utendakazi wa Mungu. Ndio maana Warumi inasema ukiamini kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, unahesabiwa haki kwa sababu umeamini kwa utendakazi wa Mungu. Umeamini hilo jambo ambalo Mungu alilifanya. Hiyo imani inahesabiwa kama haki. Hiyo imani inahesabiwa kama tohara ya moyo, ambayo ni tohara bila mikono ya mwanadamu. Sasa hivi wokovu si kuwekelewa mikono kichwani uambiwe pokea. Hapana, hiyo ni kazi za wanadamu. Wokovu si kupitia mtu akuchukue kichwa chako, atumie nguvu zake akuinamishe majini. Tuseme unaogopa maji, unaogopa kutoa bubbles kwa maji, anakushika na nguvu, anakuingisha ndani kwa sekunde 5 alafu anakutoa. Hapana, hiyo ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Lakini hii tohara, ubatizo ambao tunasemea ni kupitia imani ya utendakazi wa Mungu. Wakolosai 2:13, ubatizo kupitia imani kwa utendakazi wa Mungu ambaye alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. So tumetoka safari. Tulianza pale Warumi 4:25. Inasema Yesu alichukuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Aliangikwa pale msalabani, akamwaga damu ili makosa yetu yaondolewe. Sawa? Alafu ikasema akafufuliwa ili sisi tuhesabiwe haki. So unapoamini kwamba Yesu alifufuliwa kutoka kwa wafu, hiyo haki unaipata kwa sababu umeamini kwa utendakazi, umeamini utendakazi wa Mungu ambaye alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. Jamani, hii injili ni simple sana. Sijui mbona watu wanakimbilia vitu vingine kuvihubiri. Yaani kuamini tu hilo jambo tu simple. Uamini kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. Hiyo imani number 1 inahesabiwa kama toba. Hiyo imani inahesabiwa kama haki. Hiyo imani inahesabiwa kama tohara ya moyo. Hiyo imani inahesabiwa kama batizo katika mwili wa Kristo. Jamani, imani tu. Ndiposa Yesu anaambia wanafunzi, msiogope, amini tu. Wewe kitu Mungu anakutaka sana ni uamini hilo jambo. Na si kwamba uamini ati kesho Yesu atafufuka. Si uamini ati kesho Yesu atakutembelea kwa nyumba yako ukumepiga magoti. Hapana, unaamini kwa kitu ambacho kishafanyika. Unaamini kwa kitu ambacho kishakwisha kufanyika na kikaisha, kwamba Yesu hayuko kaburini tena. So hatukuambii huamini kwa jambo ambalo tunangoja pia sisi halijatokea. Hapana, ni kuamini kwa jambo ambalo tayari lishakamilika na kazi ambayo imeisha. Ni kazi ambayo imeisha. So wewe kile ambacho kinabaki na imani ni nini? Ni imani ni kukubali. Imani ni kukubali kwamba kile Yesu alifanya kimeshaisha. Hakuna kitu unaweza kuongeza, hakuna kitu ambacho unaweza kuondoa. Si kwamba kazi ya Yesu haijakamilika. So hivi kwamba wewe ukaanza kuitengeneza, ukaanza kuifanya sawa, unaongeza matendo yako ili hiyo kazi iwe kamilifu kwa zaidi. Hapana. Imani ni kukubali kwamba kazi ilishaisha. Kazi ishakamilika na hakuna kitu ambacho tunaweza kuongeza ama kuondoa ili sisi tupate haki kwa zaidi. Lakini hiyo imani ndio sasa tunazaliwa kwenye mwili wa Kristo kupitia hiyo imani. Ukiamini hiyo jambo kwamba Yesu siku ya 3
alinyanyuka, akasimama, akatoka nje ya kaburi. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinasema kwamba kaburi haikuweza kumfunga, kwamba mauti hayakuweza kumfunga kaburini, kwa sababu yeye alikuwa ashapata nguvu juu ya dhambi, ambayo ndio mwiba unaoleta mauti. Alikuwa ashamalizana na sheria, ambayo ndio inatia dhambi nguvu. Kwa hivyo mauti haangeweza kumfunga kaburini, bali siku ya tatu, kama vile tu alivyosema kwamba siku ya tatu mwana wa Adamu atafufuka kutoka kwa wafu. Ukiliamini hilo jambo, ndugu yangu, ndio maana Warumi inasema sisi hatujiulizi ni nani atakayemleta Kristo chini, ama nani atainama chini, ama inasema imani ya Kristo haisemi, ama haki ambayo ni kwa imani haisemi ni nani atakayemleta Kristo kutoka juu kuja kutufia, na haiulizi ni nani atashuka chini kumfufua Yesu Kristo, kwa maana hiyo kazi ishaisha, hiyo kazi ishakamilika. Lakini ukiamini kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, hilo jambo ukiliamini na ukiri na kinywa chako, haukiri dhambi zako, unamkiri Yesu ni Bwana, unasema Yesu ni Bwana. So unaamini kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na kinywa chako kusema tu Yesu ni Bwana. Hiyo ni wokovu kamili. Hiyo ni wokovu kamili. Haiongezwi, haiongezwi na haipunguki. Yani iko tu sawa. Hiyo imani, kuliamini hilo jambo kwamba Yesu hayuko kaburini tena, kwamba Yesu ashapaa, ashafufuka, hiyo imani unahesabiwa haki kwa hiyo imani, kwa sababu umemwamini Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Jamani, hii imani ni very simple na watu wote wanafaa kuisikia. Leo nilisikia nikihimizwa kwenye hiyo kitabu cha Wakolosai 2:13, imani kwa utenda kazi wa Kristo, faith in the operation of God, circumcision without human hands. Na inaanza hapo 10, inasema ukishaamini hilo jambo, inasema you are complete in him. Ukiingia ndani ya Kristo, wewe umekamilika. Hauna makosa, hauna mambo za babu zako zinakufuata, hauna madhabahu ya kuvunja, hauna sijui vita vya kupigana. Hapana, inasema you are complete in him. Umekamilika ndani ya Kristo, ambaye ni kichwa cha mamlaka yote na nguvu zote. Unasikia? Umekamilika ndani ya Kristo. Wewe ni mkamilifu. Usiache mtu akuambie kwamba umepungukiwa. Usiache mtu akuambie kwamba kuna kazi bado nataka kuongeza ili uwe mkamilifu ndani ya Kristo. Wakolosai 2:10 imesema umekamilika ndani ya Kristo. There's nothing to add, there's nothing to subtract. You are complete in him. Kwa maana kumbuka, Kristo ndiye nyumbani kwako. Sitaki kuongea sana, maana naona wale wenzangu wamefika. Tuliumbwa ndani ya Kristo. Mungu anapomuumba mwanadamu anasema na tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu. Kwa Kizungu inasema in our image. And who is our image? Who is the image of God? Jesus Christ. So the first natural habitat of man was in Christ. Ndio maana Ephesians 1 inasema and he purposed us in Christ that we should be complete in him. So wakati mwanadamu amefanya dhambi, amejiondoa nje ya Kristo, lakini Kristo anakuja anasema kaeni ndani yangu, anaturudisha kwake. Wakolosai inasema alitupatanisha na nafsi yake kwa damu ya msalaba. So aliturudisha kwake kwa njia ya damu.
Na ndio inasema sasa kwa Kolosai 2:10, mmekamilika ndani ya Kristo. Kama vile Adam alikuwa amekamilika katika bustani la Edeni, hajioni akiwa uchi, hajioni akiwa njaa, hakuwa anahitaji chochote, kila kitu kilikuwa sawa kwake. Wewe hata kwa Kristo uko sawa ndani ya Kristo. Ndiposa Kristo anasema usihangaike utakula nini, utavaa nini, utalala wapi, maana ndani yangu umekamilika. Watu wa ulimwengu wanahangaikia hivyo, watakula nini, watakunywa wapi, watalewa wapi, wataendesha gari gani. Hayo ni mambo ya dunia kuhangaikia, lakini sisi tukiwa ndani ya Kristo tumekamilika ndani yake, ambaye ni kichwa cha mamlaka yote na nguvu zote. So kuingia ndani ya Kristo ni kupitia imani. Yaani sitaki kuendelea sana, lakini ningeeleza jinsi tunaingia ndani ya Kristo kupitia imani. Lakini John 1:12 inasema wote waliompokea walipewa nguvu ya kufanyika wana wa Mungu, hata wale ambao waliamini kwa jina lake. So hiyo imani ndio inakuingisha ndani ya Kristo, na huko kuwa ndani ya Kristo ndio inakuwa ndio chanzo cha haki yako, kwamba Mungu akikuona haoni makosa, haoni dhambi, anaona tu mwenye haki. Ndio maana imani inahesabiwa kama haki, kwa sababu imani ndio inakuingisha ndani ya Kristo. Unamvaa Kristo kama vazi, so Kristo anakuwa ndio haki yako. Sitaki kuendelea. Karibuni walimu. Asante sana, hii injili ni tamu sana. Karibu Vera, Robi, fungueni mic. Asante. Wakati huo Vera akiwa anajiandaa, Mwalimu Tajika, umenibariki sana the way ambavyo ulikuwa unaelezea, na the way ambavyo unaelezea ni namna gani ambavyo hii injili ni rahisi kuielewa, lakini kuna sehemu tunakuwa tunashindwa kuelewa, na ikanifanya nitafakari kidogo kwenye kitabu cha Warumi. Nilijaribu kusoma, kuna siku kuna mahali naelekea, nilisoma kuanzia sura ya 7, ya 8, ya 9 na kuendelea, lakini kwenye sura ya 9 hii namna ambavyo Tajika unavyozungumza, Paulo na yeye alikuwa na huo huzuni. Ukisoma kwenye ile sura ya 9 anaelezea ni namna gani ambavyo anawaonea huruma ndugu zake wale wa Israeli. Anatamani afanyeje ili waweze kuelewa huu upendo na hiki kitu ambacho Kristo alichokifanya. Na ni kitu ambacho tumekuja kurahisishiwa, ni kitu ambacho ni kidogo ambacho tunatakiwa sisi kukiamini. Alafu kama ulivyosoma pale, tunavaa huu utu upya. Huu utu upya tunavyovaa, hatuhitaji sisi jitihada, ni sisi kukubali. Pale utakapokubali ndio vitu vingine ambavyo vinaenda kufanya kazi. Na nikapata kitu kingine, Mwalimu Tajika, kama utaona kitafaa, tujaribu kuwa na lives kama hizi za kuweza kuzungumzia hizi habari njema za Yesu na Injili, kwa sababu nimeangalia kuna shida kubwa sana, kwa sababu watu wanafikiria wanahubiri Injili lakini hawahubiri Injili. Kwa hiyo sisi kama ambao tumepata hii neema ya kukijua kitu kidogo, kwa sababu hiki kitu kidogo tukijua sio cha kwetu, ni cha kushare. Kwa hiyo tukiwa na conversation kama hii ya kuielezea hii habari njema ya Kristo, itakuwa ni jambo jema sana. Asanteni. Asante sana. Vera, uko mbali ama Justin? Karibu. Vera. Okay, asante Tajika, Justin, Lobby na wale mko comment section. Nimekuja nimetulia nikisikiza vile unaelezea Tajika, stay present. You know, sometimes when I keep quiet I get something. So Injili, it is not hard to get it. Yani ni sisi tuko hard kutenda dhambi, kufanya vituko vingine, lakini Injili kusema what I can say, kusema
nimekubali. Yani hilo jina Just Faith, it not take even a second. It's faith only. It is a second to get hii imani ama neema. It not takes a long time. It is not takes even, but people we have ni singo ngumu sana, na hii neema inasaidianga sana. Vile umezungumza, nimepata jambo kwamba kama ukikubali Yesu, yani wewe tu uko msafi, you are still clean, umepata nuru, umepata yani kitu kizuri katika maisha yako, kitu ambacho hakiharibiki. Alafu mtu ana struggle eti ako wasiwasi, mara ako angani, mara ako wapi, mara ako katika, yani you not know this person where is rotated. But let I tell you, you accept Jesus, yani you have everything, you cannot struggle. Yani uwezi ukastruggle, uwezi unasema ho, yani si kitu unalima upate. Haki umenibariki sana our host. Mungu akubariki sana na akuongezee zaidi. Ni hila watu hawajui hii jambo ya kuamini kabisa na kuwa na imani kwamba unatendewa, ama Mungu atakuja akae na wewe, atulie na wewe. Hakuna jambo litakaa gumu katika maisha yako. Yani mtu anaona ni historia, lakini let I tell you, just get Jesus. Kuwa na imani, kuwa na tumaini, utaona mabadiliko, utaona yani utakuwa free. Nothing else can surround you, nothing else can what I can say. Jamani, haki nimefurahi, hata wacha just niongee, tutaongea mengi. Asante sana kwa hilo. Justo Bishop Nyaji. Nashukuru sana mwalimu tajika. Nimesikia chenye umekuwa ukiongelelea na ni vitu zingine important sana. Mambo na injili haitaki maneno complex. Wala haitaki akili mingi. Ni kitu simple tu, ambayo ukijipea tu kwa hiyo kitu simple, utaona how simple it is. Unapata watu wanang'ang'ana kufunza, but wanafunza in a complex way. Wanaacha simplicity of the gospel, which is what Jesus has done at the cross. Personally, mimi believe our finished work of the cross. Mimi siamini kitu ingine kando na finished work of the cross. And what I can say on top of what you have heard, because umeongea vitu zingine muhimu sana, ni hata Paul na katika Colossians 2:6, Paul anaambia the Colossians, vile ulimpokea Yesu, the way you received Christ, walk in him, walk in Christ as you received him. Tulimpokea Yesu kupitia imani, si ndio? Na nasema kwa hiyo imani tunafaa tukue ndani yake, si kwa matendo yetu. Hata unang'ang'ana uwe bora zaidi, ama unang'ang'ana ufanye kitu ndo Mungu akupende zaidi. The truth is, Mungu hawezi kupenda zaidi vile anakupenda sahi. It's the same way with righteousness, ama haki. Ukienda mbinguni huwezi kuwa na haki zaidi ya haki ambayo umepewa sahi, kwa sababu haki ambayo umepewa ni haki ya Mungu. You have the righteousness of God, so you will not be more righteous than you are right now, or God cannot love you more than he actually loves you now. Now, one of the truths of the gospel huwa ni wakati umereceive Yesu, just allow Jesus to work in you. Kazi ya matawi ni kutulia tu na kuzaa matunda. So the moment unaacha Yesu afanye kazi ndani yako, that is the moment matunda tu itaanza kujitokeza tu wenyewe. Lakini uking'ang'ana kuzitoa kwa nguvu zako, hazitatoka vile inapaswa itoke. Unapata hapo ndo shida wao inatokea. Unaamini kuwa Yesu alikukufia msalabani, lakini hautaki kumwacha akuwe Lord of your life. There's a difference between kuaccept Mungu na kuaccept Yesu na kumwacha kuwe Lord of your life. And I think
kitu ngumu ambacho Christianity watu tunapitia ni kumwacha Yesu akuwe Lord of our life, and that is why hatuzai matunda katika ile intent ambayo Mungu anataka tuzae, matunda ya imani hatuzai kabisa, juu tunataka kumpeleka Yesu vile sisi tunataka na hatutaki ndo tupeleke. Anyways, nitakuwa nakusikiza polepole. Nashukuru sana kwa neno ambalo umepeana. Karibuni walimu wenzangu. Mimi nilisikia nilikuwa na burden sana. Kuna simu nilikuwa naongea nayo, alafu mazungumzo yaliisha kama hatujakamilisha. So hii verse ya Colossians chapter 2 verse 13 nimekuwa nimeifikiria sana. Hii inasema faith in the operation of God who raised Jesus from the dead, ama imani kwa utenda kazi wa Mungu ambaye alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. Ukiangalia hii imani kwa utenda kazi, maana tayari Yesu ashafufuka. Ndio maana Warumi inauliza imani ya ama haki ambayo ni ya imani, haiulizi nani ataenda kusimu kumfufua Yesu kutoka kwa wafu, maana hilo jambo lishafanyika. Na ndio maana Yohana anasema mpinga Kristo ni yule anasema Kristo hakuja kwa njia ya mwili, maana huo mwili ndio ulifufuliwa. Na ufufuo wa huo mwili, hiyo imani, tukiliamini hilo jambo kwamba Yesu siku ya tatu alinyanyuka akafufuka, hiyo imani, hatuamini kwamba Yesu alimfufua Lazaro. Hiyo ndio imeandikwa, lakini ukiamini hilo jambo, si hilo jambo linakupa wokovu, ni kuamini huu ufufuo wa Yesu. Ufufuo wa Yesu, na ndio maana hiyo haki ambayo ndio ya Mungu kupitia imani haiulizi ni nani ataenda kusimu. Ningependa tulisome hilo andiko kama tuone hapo, yani haiulizi ni nani. Sasa nani ataenda kusimu kumfufua Yesu kutoka kwa wafu? Kwa maana hapo itakuwa inakupa kazi ya wewe kwenda kusimu kumfufua. Warumi 10 mstari wa 6. Acha nisome na English. Pengine Robi unaweza fungua kwa tarakilishi Kiswahili nikisoma. Sawa, Justin, karibu tena. Inasema Warumi 10 kuanzia 6. Inasema, but the righteousness which is of faith speaketh in this wise, say not in your heart, or do not say in your heart, who shall ascend from into heaven, that is to bring Christ down from above. Hiyo sasa haiulizi ni nani atapaa mbinguni kumleta Kristo chini, yani kutoka juu. Mstari wa 7, ama nani atashuka kusimu ili kumfufua Kristo tena kutoka kwa wafu. Haki ambayo ni ya imani haiulizi hilo jambo, maana hilo jambo lishatendeka. Lakini mstari wa 8 inasema, lakini unasema aje? Neno liko karibu nawe, hata mdomoni mwako. Na ndio hapa Tito 2:10 inasema neema, Tito 2:11, neema iletayo wokovu imewatokea watu wote, maana neno liko karibu nawe, hata mdomoni mwako na moyoni mwako. Hili ni neno la imani ambalo tunahubiri. Kwa hivyo ulimwenguni wote hili neno liko karibu na kila mtu, ili mtu akikiri tu. Mstari wa 6, mstari wa 9, ili ukikiri na kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na uamini kwa moyo wako kwamba Yesu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokolewa.
Unaona, hilo neno liko karibu nawe, haliko mbali. Ndio maana injili inahubiriwa inasema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu uko karibu. Hauko mbali, maana neno liko karibu nawe, hapo tu uko. Hata ukiwa mbali unanisikiza, hilo neno liko hapo tu kinywani mwako, linangoja tu wewe utamke, useme Yesu ni Bwana na alifufuka kutoka kwa wafu. Maana hilo neno ndio ufalme wa Mungu ambao uko karibu na wewe sasa hivi unasikiza. Hilo neno linangoja tu utamke, useme naamini. Naamini katika moyo wangu, maana tayari kazi ishafanyika. Mungu alimshusha Kristo kutoka juu, Kristo akaja, Mungu akamfufua, akamnyanyua kutoka kuzimu, akamfufua siku ya tatu. Maana hiyo kazi ishaisha. Sasa haki ambayo ndio kulingana na imani haiulizi nani atashuka chini kuzimu kumfufua Kristo, maana hiyo kazi ishaisha. Lakini ukikiri na kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na uamini kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, wewe utaokolewa. Alafu 10 inasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini na kuhesabiwa haki, na kinywa hukiri hadi akaokolewa. Kazi simple tu, hii imani jamani. Hii imani tu, kuamini tu na moyo wako unahesabiwa haki, maana kazi ishatendeka. Wewe hii agano jipya, wewe unaletwa tu kama beneficiary, kama tu tuseme kuna agano ambalo wewe wazazi wako wamelifanya, kwamba ukifika miaka fulani, pengine ni matajiri wamekuachia pesa bankini, ile zinaitwa family trust ama special fund za watoto. Ukiamini tu, yani wewe tu ukiamini, maana hili agano ambalo tuko ni Mungu alifanya yeye mwenyewe, kwa maana anasema hakuapa kwa mwingine aliye juu yake, kwa maana hakuna mtu mwingine aliye juu yake, bali aliapa kwa nafsi yake. Na hicho kiapo cha Mungu ndio agano ambalo sisi tuko, kwamba sisi hatungeweza kujiokoa, so alimtuma mwanawe kwa kiapo chake yeye, kwa hasara yake akamtuma mwanawake akafa msalabani. Kwa hivyo wewe hakuna kazi unaambiwa ufanye, ni uamini tu. Ukiamini kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, hiyo imani inahesabiwa kama haki. Na ukikiri na kinywa chako unaokolewa. Mimi naona hii huu wokovu ambao tumeletewa ni mkuu sana na ni simple sana. Hauhitaji utembee uende Jerusalem, uende uguze hiyo ukuta ama ukuta wa kaburi. Hahitaji uende mto Jordani mahali Yesu alibatizwa uingishwe huko. Inahitaji tu wewe uamini kile jambo ambalo Yesu alikifanya msalabani, na uamini kwamba siku ya tatu alifufuka. Ukiamini na moyo wako, maana kazi ishatendeka. Wewe ni kuamini tu, na kupitia hiyo imani sasa unazaliwa mara ya pili, unaingishwa katika familia ya Mungu, maana umeamini katika utendakazi wa Mungu. Ushakubali, Mungu kanifanyia hiki na hiki. Mungu kamtuma mwanawe kafa msalabani, na siku ya tatu akafufuka. Ukikubali hiyo kazi ishatendeka, wewe mwaliko wako tayari uko katika ufalme wa Mungu. Maana kumbuka, ufalme wa Mungu hauko mbali, ni hilo neno ambalo liko karibu, linangoja wewe utamke, useme naamini. Hilo neno liko karibu nawe, huo ndio ufalme wa Mungu. Na ukitamka tu unamezwa, unaingishwa ndani, huo ndio ubatizo wa rohoni. Ukiamini tu ni kama tu unamezwa na huo ufalme, unabatizwa na Roho kwenye mwili wa Kristo. Wakorintho wa kwanza 12:13.
kwa roho mmoja tumebatizwa kwenye mwili wa Kristo, maana na hakuna Myahudi, hakuna Mgiriki, hakuna mtu huru, na hakuna mtumwa, na hakuna mungwana, maana sisi wote tumenyweshwa kwenye roho mmoja. So hiyo imani ndio inakuzaa kwenye mwili wa Kristo, maana tu unapoamini hilo neno ambalo liko karibu nawe, ukilikubali tu, ukiliruhusu liingie ndani yako, unafanyika kiumbe kipya, unazaliwa mara ya pili, unafanyika mwana wa Mungu. Yaani Mungu akikuangalia na huwe na hiyo imani, anakuona mkamilifu, justification, kuhesabiwa haki. Yaani kama vile wana wa Mungu walikuwa wanajitokeza mbele za Mungu katika kitabu cha Ayubu, wanajitokeza tu, maana wao ni wana wa Mungu. Hivyo pia sisi kwa imani tunafanyika wana wa Mungu. Tuko na ruhusa ya kwenda kwa uwepo wa Mungu bila mipango, ati tuweke appointment na Mungu, tuweke tarehe fulani na fulani, siku fulani na fulani, masaa fulani na fulani ndio tunakuja mbele za Mungu. Hapana. Ukiwa mwana wa Mungu una show up anytime. Waebrania 10 inasema na tuende kwenye hicho kiti cha enzi tukaombe msaada wakati wa hitaji. Hakuna appointment, hakuna mikakati, hakuna tarehe, hakuna siku, yani ni anytime, any place. Hata ukiwa chini ya kitanda, hata ukiwa juu kwa ndege, umeketi unaenda Amerika kufanya biashara, unaweza enda kwa uwepo wa Mungu hapo hapo. Si lazima uende kwa madhabahu fulani, sijui upande mlima Elgon kwa kilele pale juu, kae chini ili uexperience uwepo wa Mungu hapo. Hapana, wewe ni mwana wa Mungu, na wewe mwana wa Mungu si huu mwili, ni rohoni. Ukitaka kuenda kwa uwepo wa Mungu, unaenda tu, unasema Baba, niko hapa, tunaweza zungumza. Tunaweza zungumza na wewe hapa hivi tu, nimeketi kwa hii life. Sihitaji kuenda sijui wapi, sihitaji kuenda kuona mtu fulani. Mimi ni mwana wako. Ibrahim nasema tuende kwa kiti cha neema tukaombe msaada. Hiyo ndio mamlaka ya kuwa mwana wa Mungu. Kuna disciple na accept request yako, alafu inasema connection failed. Disciple, rudi kwa life. So hayo ndio mamlaka ya kuwa wana wa Mungu. Kama vile wana wa Mungu walikuwa na show up kwa uwepo wa Mungu, hivyo tu, bila mpango, bila mwaliko, wewe kama mwana wa Mungu, maana kwa sababu ya imani, wewe kama mwana wa Mungu hauna mipangilio ya kwenda kwa uwepo wa Mungu. Una show up tu, unajitokeza tu, hata ukiwa kwa matatu. Si kwamba ni uwepo wa Mungu si mahali una travel ili ufike hapo. Uwepo wa Mungu ni ndani ya moyo wako. Unasema Baba, mimi ni mwanako, tunaweza zungumza. Mazungumzo hayo ndio uwepo wa Mungu. Unamwambia mimi ni mwanangu, mimi ni mwana wako, wewe ni baba yangu. Si lazima ukuwe na mahitaji, unaweza mtukuza, unaweza mwambia wastahili, wewe ni mkuu, wewe wastahili, asante kwa kazi ya msalaba. Huo ndio uwepo wa Mungu, mazungumzo kati ya wewe na Mungu. Na hiyo ndio essence ya kuwa mwana wa Mungu, kuzungumza na baba yako wakati wowote, bila mpango, bila ati lazima tupange siku fulani. Sasa hivi nikitaka kuongea na babangu napiga simu tu, atachukua. Lakini ikiwa ni mtu mwingine, lazima nimuulize uko free, tunaweza ongea. Hapana, babangu sitamuuliza hivyo. Kama niko na hitaji nitamwambia tu hivi na hivi na nishughulikie. Yaani hicho ndicho kitu ambacho Mungu ametupa sisi, kuitwa baba yangu. Mungu kuitwa baba yangu, yaani kupitia imani. Sasa una show up tu
na tulianzia Wakolosai 2:10 inasema mmekamilika ndani yake, ndani ya Kristo mmekamilika kupitia imani. So hilo ndilo jambo, ndio lazima Robi nasikia tutilie mkazo, kwa sababu hili jambo la kuwa mwana wa Mungu naona si wengi ambalo si watu wengi wanalifahamu. Wewe kuitwa mwana wa Mungu, unaweza show up mbele ya uwepo wa Mungu wakati wowote, bila mpango, bila mpango, bila kumwarifu, nakuja. Ni kama vile ukiambia mtu nakuja, au hauambiangi Mungu nakuja, unamwambia niko hapa, nimekuja. Ni hata si nimekuja, niko ndani ya uwepo wako. Mimi niko katika ufalme wa Mungu na kuomba nisikilize. Wewe ni baba yangu. Mahitaji yangu unayajua. Hata unaweza amua hautaombea mahitaji, lakini sisemi usiombee mahitaji, unamtukuza tu. Yaani hiyo ability ya kuongea na Mungu wakati wowote, kuwa mbele ya uwepo wake, hiyo ndio kitu ambacho Yesu alikuja kutupa, ili sisi tuwe ndani ya uwepo wako. Hata jambo la kutia furaha zaidi, sisi ndio hekalu la Mungu, anaishi ndani yetu. So si kwamba tunaenda mahali fulani ili tuwe katika uwepo wake. Sisi tukijisikiza tu, ukianza kumeditate, ukianza kusoma neno lake, ukianza kusikiza sauti ya Roho, ukianza kusikiza sauti ya Roho ndani yako, huo ndio uwepo wa Mungu. Na hapo uwepo wa Mungu uko hapo ndani yako na umekuzingira kama mawingu. So hilo jambo la kuwa mwana wa Mungu kupitia imani na kuwa na ushirika wa Mungu wa kila saa. So hilo ndio jambo naona Yesu alikuja kutupa kupitia imani, ambayo nimeeleza kwa mapana na marefu, na wakaribisha pia wenzangu tusaidiane kuchanganua haya maneno. Karibu disciple na mteule. Nashukuru ndugu Tajika. Though sijajua mada ni nini, lakini umetupatia neno moto ambayo ni la Kristo Yesu, ambapo umesema bila imani itakuwa ni mbaya. Sijajua haswa the point ilikuwa gani, but maneno zenye umetoa zimenijenga, ziko sawa kabisa kwangu. Hivyo tu ndio naweza sema. Mteule Cosmas, alafu Vera kuna swali hapa, taomba Robi aanze kumjibu. Cosmas, karibu. Ama mteule mwenye ako karibu na mic. Asante. Okay, kuna baadhi ya mambo umeelezea na hiyo tunakubaliana, kuamini Kristo. Pia I think ni Warumi ulikuwa na ili kwa kinywa chake Yesu ni Bwana na amemfia, yeye ataokolewa. Pia kuna kitu ingine umesahau, naweza ongezea kwa James chapter 2 verse 7 inatuambia imani